Mmoja wa maimamu watoharifu kutoka katika kizazi cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kizazi ambacho kwa mujibu wa Qur'ani tukufu na kwa mujibu wa hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, kuna nukta kadhaa napenda kuikumbusha nafsi yangu na kuzikumbusha nafsi zenu pia. Na kabla ya kuendelea mbele, kwanza tuwashukuru wale wote ambao kwa namna moja au nyingine wameshiriki katika mashindano na wale ambao wameshinda, licha ya kuwa kuna wengine pia wameshindwa, lakini kushindwa katika mashindano kama haya hakumaanishi kwamba ndio umeshindwa katika mashindano yajayo. Hii kujalia kwamba uwe na husda nzuri, manake kuna husda nzuri na husda mbaya. Kwa nini fulani anishinde? Isiishie hapo ukatia ikawa ni kinyongo. Kwa nini fulani anishinde? Leo nitakesha ninasoma mpaka asubuhi, nitamnyosha katika mashindano yajayo. Hii inaitwa husda nzuri. Na mimi siamini kama walioshindwa wameshindwa kweli, kwa sababu katika mashindano kuna baadhi ya nukta, wakati mwingine mtu amesoma vizuri, lakini anapokuja kwenye mashindano ni mashindano. Tayari mwanafunzi anapoambiwa haya ni mashindano, basi anakosa ile hali ya kujiamini. Kwa hiyo wanaoshinda ni wale ambao wamejiandaa na wana ile hali ya kujiamini, hawana woga, hawana hofu, wana perform vizuri. Hao ndio wanaoshinda. Lakini unaweza kukuta mwingine kashindwa, lakini pengine sasa hivi tukimwambia asome, atasoma vizuri kuliko yule aliyeshinda, lakini kwa akiambiwa ni mashindano ana lose ile confidence. Kwa hiyo inshallah, hongereni nyote, mmefanya vizuri. Binafsi sikutaraji katika kipindi kama hichi, wanafunzi si kwa upande wa kina mama na wanafunzi si kwa upande wa vijana, wanafunzi wetu alhamdulillah wamejitahidi, na bila shaka hongera zote zimwendee mwalimu wao, ambao nilitaraji wanafunzi hasa wakina mama pengine na wao wamwandalie zawadi mwalimu wao kutokana na bidii kubwa anayofanya, anavyowahangaikia. Leo tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa tayari tumeugawa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaporejea katika mifumo mbalimbali, iwe ni mifumo ya utawala wa nchi au iwe ni mfumo wa taasisi yoyote ile au iwe ni kampuni fulani, tunakuta kwamba katika kila jambo kuna kanuni, sheria, misingi ambayo kwa upande wa nchi tunaweza kuita ni katiba. Ukija katika kampuni tunaita ni kanuni, ukija katika shirika fulani tunaweza kuita ni sheria. Kwa hiyo katika kila nchi kuna sheria ambaye baada ya Ramadhani kumalizika atakuwa si mwenye kusamehewa madhambi yake. Ni hasara kiasi gani kwamba fursa imetolewa, nafasi imetolewa, miongozo imetolewa, lakini baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuta kwamba kuna mtu hajasamehewa madhambi yake. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema mtu wa namna hii atakuwa ndiye mtu muovu kabisa. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, miongoni mwa changamoto kubwa kabisa ambayo pengine inawakabili wengi wanapozungumzia funga ni lile kuhakikisha kwamba haikupiti.